Bana, kwenye pita zangu leo nimeona nije share na nyinyi story fulani hivi moja nzuri kidogo ya kufurahisha. Kulikuwa na mzee mmoja hivi, yes, alikuwa ni mtu mzima sana. Kwa hiyo alikuwa na ugonjwa wa kansa kiasi kwamba imeshakuwa chronic. Kwa hiyo yule alikuwa hospitali, siku zake za kuishi zinahesabika. Sasa siku yuko kitandani pale amelala hospitali, familia yake ikaja kwa ajili ya kupiga story 2-3 kama mzee anatuachia chochote, atuachie mambo yaende. Basi yule mzee alikuwa ana vijana wawili wa kiume pamoja na binti mmoja na mke wake yuko pale. Sasa wakati anaongea familia yake, wale wauguzi ikabidi wakae pembeni kidogo, waache kidogo familia waongee. Basi yule mzee akaanza kuongea na familia yake pale, wauguzi wakiwa wako pembeni. Akaanza kumwambia, okay, kijana wangu mkubwa, wewe nitakuachia vile viwanda vyote pamoja na zile garage pale mbele, zote zile wewe utashughulika nazo. Na kijana wangu wa kiume wa pili, wewe nitakuachia ofisi zote za pale katikati ya mji pale, pamoja na zile supermarket zilizokuwa mtaa wa nyuma pale mjini. Na binti yake akamwambia, bwana, binti yangu mpendwa, wewe nitakuachia zile apartment zote zile za mtaa wa sokoni pale mpaka chini kule kwenye ile gorofa refu lile lina floor 5, zote zile apartment wewe utadili nazo. Na mke wake akamwambia, mke wangu mpendwa, wewe utabaki na yale maduka mtaa wote, wafanya biashara pale, maduka ya nguo yale pamoja na maduka ya spare za magari na pikipiki yale yote, mke wangu wewe utashughulika nayo. Wale wauguzi pembeni pale wakasema, nyinyi mna bahati sana, mmepata baba tajiri, anawaachia mali nyingi, maofisi ya mjini, supermarkets, anawaachia viwanda mpaka garage, huyu mwingine ameachiwa maduka ya nguo. Aisee, mna bahati sana. Yule mama akanyanyuka kwa hasira pale, kaambia, wewe una masiara, unatania wewe. Mume wangu mimi ni muuza maziwa, kwa hiyo hayo maeneo anatuambia ni maeneo yake ambayo huwa anapelekaga maziwa kwa wateja wake. Kwa hiyo anatuachia sisi tuendelee kupeleka maziwa kwenye maeneo hayo, ndio anatugaia majukumu hapa. Unasemana. Wale watu wote wakafa kucheka kwamba mzee anagawa maofisi, mitaa, apartment, viwanda, nini, garage, kumbe kwa anapeleka maziwa mzee. Kwa hiyo yakidondoka, kila mmoja alomtaje sasa atakuwa anaendeleza kupeleka maziwa kwa wateja. Endelea kutufollow mwanangu kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwenye Rema TV Online. Lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele pale YouTube kwenye Rema TV Online YouTube ili uweze kupata kila kinachokuja ukiwa wa kwanza, au sio? Dula Kiraka, Mr. Peter is always salute. Rema TV, ongeza tabasamu.